we kijijini kwenu unaona uchawi. Kwani Mchina anaona nini kijijini kwenu? Anaona fursa. Kwa kuna vitu havihitaji tunasema tuna maajabu nane ya dunia. Kuna maajabu ya 9. Kwamba mzaliwa anaona uchawi kijijini kwao, mgeni anaona fursa kijijini kwao. Hayo ni maajabu ya 9 ya dunia. Ndio jeni, weka tu tafakari, kwani kijijini kwenu unaona nini? Kwa hiyo una mtu ambaye anatokea kwenye kijiji anacho hiki kijiji kina uchawi sana jamani. Mimi kujenga huko hapana. Mimi na watoto wangu hawezi kuja huko. Lakini una Mchina yuko Guangzhou anaona fursa kwenye hicho kijiji. Kama kila Mtanzania akiona kijiji chake ni fursa, matamanio ya rais kuwa na Tanzania ya viwanda kwenye vijiji inawezekana kabisa. Lakini kama kila Mtanzania aliyefanikiwa, ukisoma unasoma kabisa, unasoma vizuri tu hapa hoja kuroga, maliza shule, unaenda chuo, ukianza safari ya mafanikio, kile kijiji ni wachawi wakubwa. Kwa hata huku mke wako naye uliyemuoa kule, unaona kwamba akienda kijijini atarogwa. Watoto utakaowazaa ukienda kijijini watarogwa. Sasa unatafuta namna kuthamanisha kijiji chako na uchawi. Unaona sifa hiki kijiji thamani pekee ni mimi nikifa niziko hapa kijijini. Kwa hiyo maana unaona watu wengi hata vijijini kwao hawaendi. Anaenda kafiwa. Make the value addition ya kijijini kwao ametani kuwa grave, eneo la makaburi. Sasa kama ndio mtazamo wetu sisi wa Tanzania kwamba vijijini kwetu pana uchawi, ni eneo la kuzikwa, basi ngoja waje watu wa mataifa mengine watusaidie kuchevusha vijiji. Ngoja waje watusaidie kuchevusha vijiji. Lakini kama sisi tukiona kwamba vijijini kwetu pana fursa, hamna mtu atakaye kuja kuchevusha, kwa sababu tutajenga si uchumi sisi wenyewe kwenye mikono yetu, baki pale ni kwetu. Ninyi hapa wote hapa unasema natafuta shamba. Nitafutie shamba la karibu na barabara. Ila mtu yuko Canada anatafuta shamba kijijini kwenu, anasafiri masaa 15 kuja Tanzania anatafuta shamba. Wewe ambaye ni wa hapo hapo unasema mimi natafuta shamba huko mbali sana. Liko wapi? Kifanya mbali sana mbali. Kama mindset ni hii, ndugu zangu mko hapa NDC wa Tanzania, kama mindset ni hii, safari yetu ni ndefu sana. Wewe kijijini kwako unaona nini? Unaona fursa au unaona uchawi? Wewe kijijini kwako unaona nini? Nishawahi kuambia hapa, nilikuwa naongea na watumishi. Nikaambia kinachoamua jinsia ni uchumi. Kaka, dada, kinachoamua pale ni uchumi. Huko kote mnakopita, swali ni moja tu. Wewe kwenu huko, kwenye msingi huko, unakotokea wewe, unaona nini? Maana tuna madaraja ya ujinga. Ndio maana utamchukua mtoto wako hapa, utampeleka kusoma Marekani. Akimaliza shule kwa Marekani sema mimi Tanzania sirudi. Na anaona Tanzania ni pahovyo. Na wewe mzazi wake naye ulipoenda Dar es Salaam ukafanikiwa kwenye biashara, kwenye kazi, na wewe naye una daraja lako la ujinga. Kwa una mtoto daraja lake la ujinga huko Marekani wa Tanzania ni pahovyo, una mzazi ambaye daraja lake la ujinga na kijini kwao ni pawachawi. Sasa wajinga wawili wakionana utakuwa na nchi ngumu. Kwa hiyo una mtoto ambaye anaomba uraia wa Marekani, una mzazi ambaye ameshakubaliana kwa mimi nikifa nizikwe makaburi ya Kinondoni. Sasa wajinga hawa wawili wameonana hapa katikati. Lazima mjadili uchumi tu wa liquor store
uchumi wa apartment uchumi wa frame. Baki mtoto wako yuko Uingereza anakuambia mzee, mimi huko Tanzania na uraia nilishabadilisha mzee. Na yeye unamwambia bwana, mimi nimeshaacha hapa na mirathi, nikifa nizikwe Kinondoni. Kwa hiyo amekana Tanzania, umekana kwenu. Kwa hiyo mnakutana hapa katikati mnajadiliana. Kama tunataka kujenga uchumi wa nchi, lazima turudi kwenye misingi.